Tumekusanyika hapa leo kwa sababu ya upendo, kukumbukana, ndugu na ndanda. Yule aliye chini ainuliwa na yule yako juu. Kwa sababu leo ni mimi, kesho ni wewe. Na cha muhimu ni kwamba tukiwa na ule ushirika na upendo kidogo kile mtu anacho, anakumbuka mwenzake. Si mpaka hata uite watu 5, si mpaka uite watu 2, hata mmoja ukimkumbuka itakuwa vizuri na itakuwa umeonyesha tunda la upendo na Mungu atapata utukufu zaidi. Na kwa hivyo jambo hili tunalifanya katika upendo, na nikiwa mchungaji nimeonelea ni vizuri kwamba niite watu 2, 3, kile nacho kidogo kiwafikie, kwa sababu kikiwekwa kwa meza yao itakuwa vizuri sana na Mungu atatukumbuka na atatufungulia milango mingi zaidi. Kwa hivyo pia natoa wito huu kwa rafiki wangu wale wako pale nje. Wewe ambao unanisikiza na kunitazama, yawezekana pengine uko na kilo 2, unashindwa nitapatia mtu aje kilo 1. Ukimpa hiyo kilo 1 utakuwa umemsaidia mahali, kwa sababu hiki ni kipindi tukumbukane na Mungu ataweza kutusaidia. Jambo lingine nataka kutoa wito kwamba tuendelee na maombi. Mungu wetu anatawala na anaonekana na anazidi kutenda mambo mazuri, na hakuna mtu ambaye utaka kukosa, kila mtu utaka kupata. Na in case kama tumeenda kutafuta tukiwa watu 10, 20, 5 kati yetu wakapata, wakumbuke wale wengine. Usifunike ukasema kwa sababu mimi nimepata ni kwa sababu ya jitihada zangu ama bidii yangu au akili zangu. Ni Mungu urisikia mtu. Kama umepata riski yako leo, kumbuka yule ana, na itakuwa jambo nzuri zaidi. Na kupanda hiyo utavuna baadaye na Mungu atapokea sifa. Jambo lingine ni kwamba nataka kutoa wito kuhusu kaunti yetu ya Meru. Kaunti yetu ya Meru ni vizuri tukawe na upendo unayestahili pande zote. Na aswa nikiongelea kuhusu wanasiasa, mara nyingine wanasiasa wanaongea mpaka ukiwa una roho kidogo unaweza fikiria dunia sasa inaisha. Elewa kitu kinaitwa siasa. Maana ya siasa ni nini? Ni mdomo usio nyamaza. Kwa hivyo msione wanasiasa wanakimbishana hapa na pale mkawa na wasiwasi. Hii ni kawaida ya siasa. Lakini ningetoa wito kwamba wale ambao wako kwa viti saa hii wapewe nafasi waweze kutumikia raia, kwa sababu wana majukumu saa hii. Hii si wakati wa kunjudge them. No, wakati itakuja baada ya kumaliza tamu yao. Sasa hapo ndipo max staletwa. Aonekane mtu huyu alifanya kazi sawa na ile fedha amepata. Ikionekana kweli amefanya vizuri, akitaka kuongezwa aongezwe kama amefanya vizuri. Na kama hajafanya vizuri, basi raia wenyewe wataamua, na hiyo ndio kitu mzuri zaidi. Kwa hivyo kile nimetoa wito kwa wanasiasa, msikorogane sana. Peaneni nafasi kidogo. Pea mwenzako pumzi afanye kazi. Na pia usipinge maono ya ule mwingine. Wacha mwenzako express vision zake vile anataka. Jambo lingine nataka kuongelea kuhusu taifa la Kenya. Kwa sababu taifa la Kenya kidogo inaonekana pia ni kama kuna mshike wa kisiasa, na mara nyingine tunaona kama sasa Kenya inakwisha. Kenya ni ya Mungu na Kenya tunaenda mbali. Na Kenya haimalizi na mtu. Mungu ndiye atakamaliza Kenya. Kwa hivyo kilicho na muhimu ni kwamba tusiache kuombea taifa la Kenya, na nyinyi pia wanasiasa isije ikawa kwamba mumeumbwa tu muombewe. Hata nyinyi mnaweza tambua Mungu. La mwisho nataka kuongelea kuhusu kanisa. Si vizuri kanisa kuwa limefungwa. Kabisa kabisa kabisa. Na kila mtu mwenye cheo, mwenye madaraka na mwenye mamlaka aketi chini afikirie kama swala hilo analiona kwa akili zake kuwa la maana. La muhimu ni hili kwamba kanisa sifunguliwe na injili ya Yesu Kristo iendelee. Ni kwa sababu kanisa ndiye imeshika watu wengi kuliko wale wako gerezani. Ukiangalia watu wale ambao wako gerezani, hesabu yao ifanyike na ifanywe hesabu ile ambayo iko na watu makanizani, utakuta kwamba pastors wana rescue watu wengi zaidi. Watu ambao wangekuwa na mapingu gerezani saa hii walibadilishwa wako kanisani. Na kanisa sikiendelea kufungwa hivi, usifikirie wale watu walikuwa wakora, wale walikuwa wezi, wale walikuwa na tabia isiyopendeza, usifikirie watatulia. Watarundi na serikali itajenga magereza kuwafunga. Kwa hivyo mimi natoa wito hivi kwa rais wa Kenya na serikali as a whole. Fungueni makanisa, tuabudu Mungu. Mungu ndiye nguvu yetu. Mungu ndiye dawa yetu. Mungu ndiye uponyaji wetu.
na Mungu ndiye tegemeo letu, na hatuwezi acha kutemuka jina la Mwenyezi Mungu, na hatuwezi acha kutemuka Yesu Kristo ndiye njia, ukweli na uzima. Gucokia ngatho kiri Murungu nontu bwa kuona bibi onde tuona bibi ingi twaegwa Reverend Nathan Kirimi noe watutharima na bibi na itugucokia ngatho itukurukira thina nyingi nontu gutina ibaruga gutina ngugi na ndi tukethirwa tugikaranja ou imwe ukaga kia kurea ukaga mahitaji ya nyamwera ya ukaga mahitaji ya maingi na nkuruki tukuromba turugurirwe tunisa nikenda tukomba kuegwa irio bya nkoro twaegwa bya mwiri tukaegwa bya nkoro. Nimefurahia maana nimepata chakula leo, maana tumepewa na Jordan. Nashukuru kwa hayo yote, nasema Yesu apokee sifa. Hii ni kungumu maana kazi yenyewe yani ni mwanabiashara, lakini kazi pale nini kazini inakuwa hata kuuza kwenye ni shinda. Unaenda unauza hata unarudi nyumbani tena bila kuuza kitu. Sasa ni nyingi sana maana huku unakuwa unafinyilika njia nyingi. Naomba serikali yetu ya Kenya angalie wale ambao hawajiwezi, wafungue njia wapate kupata mafanikio katika maisha mwao. Hakuna njia nyingine. Hiyo kazi mimi ni fundi. Na sina kazi ya kufanya. Simama yote. Familia yangu inalia sana. Nimepata chakula ndio watafurahia kwa maana tunakaa kwa nyumbani tu, hatuondoki nje.